Kuna baadhi ya mambo matano ya muhimu sana ambaye nimekuwa nikitamani sana kushiriki nawe kiongozi na president wa taifa la Kenya. Na baadhi ya mambo haya matano yanatoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili. Na mambo haya matano ni mambo ambayo yamekuwa ni mambo ambaye ni ya kawaida sana ama common sana, ambaye tunaweza tukayaona yalikuwepo kwa wafalme ambaye walitawala katika Yerusalemu, katika Israeli, katika Judea na katika mataifa mengine tofauti tofauti. Na basi mambo haya matano nitayaleta kwa haraka. Ni ya kwamba kila mfalme anayesomeka katika Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili katika maandiko ni wafalme ambaye walikuwa na muda wao wa kuzaliwa. Kila mfalme alikuwa na muda wake wa kuja hapa duniani. Kwa mfano, tarehe 21 mwezi wa Januari 1967 ndio ilikuwa wakati wako wa kuja duniani au kuzaliwa kwa hii physical realm ama kwa hii ulimwengu wa mwili. Na basi ukirudi katika historia ya wafalme wa Israeli katika Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili, utapata wote wananakiliwa ya kwamba walikuwa na historia ya kwamba kuna wakati walizaliwa. Basi wewe ukiwa mfalme katika taifa la Kenya na wafalme wengine ambayo wapo duniani na nchi zingine tofauti na wale tunawasoma katika maandiko, kila mmoja wenyu alikuwa na wakati wake na ako na wakati wake wa kuzaliwa. Na kitu cha pili ni ya kwamba kila mtawala au mfalme alikuwa na muda na kipindi chake cha kutawala au muda na kipindi chake cha utawala wake. Kwa mfano, muda na kipindi ya utawala wako ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka wa 2022. Hiyo ni mfano wa wakati wako wa kuingia kwa utawala wa kuwa kiongozi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo una muda wa kuzaliwa na una kipindi chako cha kuongoza, the time of your reign. Basi niruhusu niulize swali kwa sekunde moja. Je, wakati wako wa utawala, ewe kiongozi wa taifa la Kenya, unatawalaje? Unatawala kwa utaratibu gani? Unatawala kwa hekima gani? Unatawala kwa njia gani? That's a question to ponder. Maana kama mtu ana muda wa kuja duniani na kama una muda wa kuja duniani na ukapewa kibali kutoka kwa Mungu ya kutawala, kumaanisha kuna kipindi au majira ambaye hautakuwa kwa utawala. Enda ikawa ni kifo, enda ikawa ni kubanduliwa, and God forbid, au ikawa ni muda wako au kipindi yako ya utawala kuisha, kama vile tuko wafalme wale wengine ambaye tunawaona katika kitabu ya Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili. Na nikisema hivyo, ninasema tunaangalia case study vile wafalme wa Israeli walivyoishi katika utawala wao. Kuna wale walibanduliwa katika utawala, kuna wale ni kifo iliwatoa katika utawala, kuna wale ni wakati wao wa utawala uliisha, ikabidi wengine waje katika utawala. Kwa hivyo ninasema hivyo ikiwa tunaangalia case study ya watawala wengine. Kwa hivyo katika wakati wako wa utawala kutakuwa
na wakati fulani itakapokuja hautakuwa katika utawala huo. Swali ni je, ulitawalaje katika wakati wa utawala wako? Je, wakati kama taifa au wewe kama mtu binafsi, baada ya miaka 5, miaka 10, miaka hata 20 zitakapoisha, je, unaweza ukaangalia nyuma katika utawala wako na ukasema nilitawala vyema, nilitawala vizuri, nilitawala kwa hekima, nilitawala kwa upendo wangu wa dhati? In another word, did you give your all in leadership, in time of your reign, in time of your ruling, in time of your dominion, wakati wako wa utawala? Je, itakuwa ni kitu ambacho utajivunia baada ya miaka 5, miaka 10, miaka 15 au 20? That's a question to ponder. Jambo la tatu kwa haraka, kila mfalme wa Israeli aliyezaliwa akawa na muda wa kutawala alikuwa na kipindi fulani ya kufa. Yaani kwa maneno mengine, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza na kitabu cha Wafalme wa pili, wote walikuwa na muda wa kuja, wakati wao wa kutawala na pia wakati wao wa kufa. Basi ni kumaanisha kila mmoja wetu, mimi, nawe, President William Ruto, na kila mmoja wetu ambaye anatazama na ambaye anaishi, kuna kipindi itakapokuja au itakuja hatutakuwepo katika this physical realm. Yaani kazi yetu itakuwa ishakwisha, basi tutaondoka hapa duniani. Kwa hivyo that's among the third key study that we are able to see among the kings in Israel, Judah, Samaria and other kingdoms. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa utawala wao na wakati wa kufa. Na jambo la nne ambalo la msingi sana kwa wafalme wote ambao wanaonekana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili ni ya kwamba kila mmoja wao wanasomeka sasa kama kumbukumbu. Yaani tunawasoma kama historia. It is a sad truth, but it is the reality. Kuna wakati mimi mtanisoma kama historia. Kuna wakati President William Ruto na uongozi wake na viongozi wote kwa taifa la Kenya, nchi jirani na dunia kwa ujumla, tutawasoma kama historia. Je, swali tu niulize kwa sekunde moja, ni historia gani ambaye tutaisoma kwako President William Ruto? Ni historia gani ambayo tutaisoma kwenyu viongozi wa taifa la Kenya? Will we be proud when we read about your history? Vile tunavyosoma kama South Africa, Mandela, Wilson. Tukienda pande ya Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Tukirudi hapa Kenya, President Jomo Kenyatta, pengine President Daniel Arap Moi, mzee mstaafu, President Mwai Kibaki, President mstaafu pia Uhuru Muigai Kenyatta. Kuna mambo tukiwataja, tukiwasikia katika historia, tuna kumbukumbu zao. Je, kumbukumbu yako na uongozi wako utakuwa gani? Jambo la mwisho na la tano ni ya kwamba kila kiongozi au mfalme alikuwa na legacy ambaye aliwacha, na legacy inaweza ikawa positive au negative. Legacy inamaanisha ile impact aliyeacha ambaye tukiangalia tunamkumbukia. Basi wewe unayepata video hii, shiriki video hii kaweze kumfikia President wetu William Ruto. Shalom.